baba huyo kwa yeye Ramadhani kuondoka kabla hajasamehewa. Ameangamia mtu ambaye mwezi wa Ramadhani uliandama kisha ukatoweka na yeye hajasamehewa. Islam. Imam Tirmidhi baada ya kuandika hadithi akisema hadithi ni hasan. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ndio huyu. Tayari tumekwisha kula siku zake takriban, imebaki tunatazamia Eid. Siku zimeondoka, hatujui sisi ndugu zangu Waislamu ni kwenye kurasa gani Allah ametuweka. Je, ni kwenye kurasa ya watu wema ambao wamefanya bidii na juhudi na nia zao zikawa sawa ndani ya mwezi wa Ramadhani, au ni katika kurasa ya wale waliokuwa wapuuzi ambao siku zao zimewapitia hivyo pasina kupata msamaha wa Allah, wakawa miongoni mwa wale wameangamia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adraka ramadhana thumma ansalah falam yughfar lah, ameangamia yule ambaye amediriki Ramadhani kisha ikatoweka hajasamehewa. Ya Abdallah, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, ewe mja wa Allah, zindukani. Siku zilizobaki ni moja au ni mbili, hizo zinaweza kuwa sababu ya kukunyanyua maadama umri wako bado upo, ukadiriki kupata msamaha wa Allah, na zinaweza zikakubwaga ukaangamia ukakosa msamaha wa Allah. Siku zilizobaki ndio mtaji wako katika mwezi wa Ramadhani, yale utayeweka katika siku hiyo, sawa siku ya leo hadi mwisho na siku ya kesho hadi mwisho, na pengine siku ya kesho kutwa ikiwa Allah atapenda tuendelee katika neema ya Ramadhani. Zitumie hizo siku, zitumie hizo siku. Kumbuka kwamba iko siku mtu atatamani saa moja katika umri mzima aloishi ili aweze kutenda matendo ambayo yatazidia umri wake. Wakati mwanadamu atapojiliwa na kifo alafu akaonyeshwa hana lolote alitanguliza kwa Allah, hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Siku ile ambayo atajiliwa na mauti mtu atamwambia Mola wake, nirejesheni ingalao saa moja nikafanye mema katika yote niliyoacha. Wewe umeishi miaka 50, miaka 45, miaka 60, lakini unatamani saa moja tuwe tufanye maajabu, na wakati haiwezekani. Kumbe bado unapumua. Siku zako za Ramadhani zimebaki mbele yako ni hizi. Onyesha maajabu katika siku hizi, katika kubadili nafasi yako. Kama ulikuwa nafasi isiyofaa, jiweke nafasi njema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia katika matendo yako yale umemalizia. Innamal ibratu bil khawatim, Allah anachunguza mwisho wa matendo yako. Kadiri unapomalizia ndivyo hisabu yako itakuwa. Waislamu, tutazame yale tunayoyafanya, tubadili misimamo yetu wakati bado tunapumua. Ni fursa Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia. Ibadallah, inma awda'tum li hadha ash-shahri huwa ma sayuradu fi suhufikum 'inda rabbikum, fakama la yajni sa'ibu ash-shawki al-'inaba fakadhalika la yunazzalu al-fajiru manzila al-hari yawm al-qiyamah 'inda Allah 'azza wa jalla. فأصلحوا مقاصدكم وأصلحوا نياتكم على قدرها تصلح أحوالكم
qala ta'ala in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Ndugu zangu Waislamu, ni wakati wa kujitazama, ni wakati wa kujitizama, ujichunguze mwenyewe yale ambayo utayowekeza katika mwezi huyu. Wallahi hayo ndiyo yatadhihirishwa mbele ya Allah. Usifikirie kwamba mbele ya Allah kutadhihirishwa yale haukuyatafuta mwenyewe. Yale utayowekeza ndani ya mwezi huyu, wallahi ndio Mwenyezi Mungu atadhihirisha. Yauma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya. Hiyo siku Allah atapokuwekeni wazi kama mnavyotazama filamu, hakuna kitachofichamana kwenu, chochote kile, vyote viko wazi kama unavyotazama filamu. Allah atakuwekeni wazi. Allah amesema hivyo katika suratul Maad aya ya 18. Allah atakuwekeni wazi, kila kitu wazi, hata yale uliyochama mwenyewe Allah ataweka. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitazame yale tuliyowekeza ndani ya mwezi huyu, ndiyo tutayoonyeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile mkulima aliyepandikiza miba shambani mwake hawezi kutegemea kuvuna mzabibu, haiwezekani. Mbegu uliyopandikiza ndiyo mavuno utapata mfano wake. Kadhalika la yunazzalu al-fajiru manzilata al-bari inda Allah. Kumbe tusitegemee tunafanya mabovu alafu tukawa na mategemeo kwamba tutawekwa kwenye nafasi za watu wema siku ya Kiyama. Haiwezekani. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wallahi, mtu mwenye busara ni yule anayetazama nafsi yake na kuidai imetenda nini, kisha akatenda yatamfaa baada ya kufa. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Na yule mjinga, yule asiyekuwa na busara, ni yule nafsi yake inafuata matamanivu, anajipa matarajio kwa Allah ya kile hajakitekeleza, ya kile hajakitenda, lakini mwenyewe anadiriki kwamba akipanda mbegu fulani ndizo anazovuna siku ya mavuno, lakini huyo bado anataraji kwenda peponi, na huku kuna mbegu za ufisadi mbaya iko anazipanda duniani. Allah tulini. Waislamu, tengenezeni nia yenu, tengenezeni makusudio yenu, roho zenu ziwe nzuri kwa Allah katika maisha yenu. Kuweni wenye kumfikiria kwa uzuri Mola wenu, kuweni wenye mapenzi na Mola wenu. Katika roho zenu mwepo mapenzi ya Allah. Mpende Allah katika nafsi zenu. Wallahi, Allah akiona katika nafsi zenu kuna mapenzi, Allah akiona kwenye nafsi zenu kuna mapenzi kwa Allah, atabadilisha hali zenu, atabadilisha maisha yenu, atabadilisha nafasi zenu. Ameeleza hayo Allah kwenye suratul Anfal aya 70. Allah anasema in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Allah akiona kwenye nafsi zenu, Allah akijua kwenye nafsi zenu kwamba kuna kheri upande wake, wallahi atakupeni kheri nyingi, atakupeni kheri nyingi. Allah akiona kwenye nafsi zenu, akajua kwenye nafsi zenu kwamba kuna kheri kwa Allah, yu'tikum khaira, Allah atakupeni kheri nyingi. Mengi tumeyakosa kwa ajili ya kuwa na nafsi zetu mbaya kwa Allah, dhana zetu mbaya kwa Allah, makusudio yetu mabaya kwa Allah. Yuamiluna ala naqidi amali, yuamiluna ala qasdi amali wa ala nadhiri niyatina. Allah anatutendea na sisi kadiri nia zetu ziko. Madama tunamfikiria Allah kwa ubaya, tunamdhania Allah kwa ubaya, hatumkusudii Allah kwa kheri ndani ya nafsi zetu, na sisi Allah majibu yake kwetu yatakuwa ni hivyo.
Ya Rabbi, tukuomba utusamehe na utuhurumie. Ibadallah, waja wa Mwenyezi Mungu, laysa lil'abdi sha'nun wala makrumatun yatafaddalu biha amama Allahi azza wa jalla khayran min an yafra'a bihadhihi an-ni'ma, ni'mati ad-din allati amaddahu Allahu biha hiya afdalu an-ni'am. Qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Enyi waja wa Allah, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu wallahi, shuka upande kwenda popote unapopataka, hutopata neema, hutopata baraka, hutopata heshima, hutopata jambo la fahari ambalo utakuja nalo kwa Mola wako na ukaonekana mwenye fahari wallahi, kama neema ya dini ya Uislamu. Popote utakokwenda, mahala popote utakokwenda, chochote utachofanya, hutopata neema utayokuja nayo ukaonekana mwenye heshima na hadhi kama haya mazuri Allah anakuomba kutekeleza. Ameeleza hayo Allah kwenye sura Yunus aya 58. Allah anamwambia mtume atuambie, qul bifadlillahi wa birahmatihi, waambie mtume kwa fadhila ya Allah na kwa rehema za Allah kwa waja wake aliokujalieni kuwa na dini ya Uislamu, kuwa na mwongozo wa Uislamu, faliyafrahu, watakiwa Waislamu kufurahi kwa hayo. Huwa khairun mimma yajma'un, ni bora kuliko mali wanayokusanya duniani, kuliko vitu wanavyokusanya duniani, kuliko heshima wanazozitaka duniani, kwa sababu ni vya kuisha, na hizo fadhila na kheri watazozikusanya zitadumu nao, watakuja nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfir. Alhamdulillahi hamdan shakirin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulihil amin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Waja wa Allah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu, namtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyoeleza, tuko kwenye dakika za kutamatisha, tuko kwenye siku 2 au 1.5 za kutamatisha mwezi wenu mtukufu wa Ramadhani, ambao watu wengi walipendelea, watu wengi walitamani, lakini laisa kullu ma yatamannahu almar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Uislamu, usidhani kama kila unachokitamani kila siku utakidiriki unavyotamani. Wakati mwingine upepo unavuma kwa mvuvi baharini, ukitokea upande asiotakiwa au asiopendelea, analazimika kupata au kurudi sehemu ambapo alikotoka kwa ajili ya upepo. Tusiwe na sisi ni wale tumerudishwa nyuma kwa kuvuma upepo ukaturudisha kinyume na kwenye tulikuwa tunaelekea, sawa na nia zetu dhaifu. Lakini hata hivyo, ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani wallahi ilikuwa ni zawadi Mwenyezi Mungu ametutunuku kwa wale wenye kumjua Allah na kufuata sheria za Allah na kuwa na nia nzuri na Mola wao. Mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni kitu ambacho Allah amekuzawadia. Ulikuwa umebahatikiwa kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Wallahi, ikiwa umekutoka mwezi wa Ramadhani hivyo, hakuna lile ambalo umempa Allah kwa siri
umelitenda kwa siri, ambalo litakuwa ni mtetezi kwako mbele ya Allah, umepata hasara. Wallahi, kuna hadithi amepokea Imamu Ibn Majah, Mwenyezi Mungu amrehemu, kisa kirefu, tanukulu tu kidogo kwa kukifinyafinya. Na hadithi hiyo Sheikh Nasiruddin Al-Albani ameihasinisha, akasema hadithi hasan, ni nzuri, inafaa. Ni kisa cha vijana wawili. Hawa vijana wawili ni katika kabila inaitwa Bani Bali. Walikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, fa aslama. Wote wawili wakaingia katika Uislamu. Mashaallah. Mmoja wao katika hao alikuwa na juhudi sana, akashiriki pamoja na jeshi liliokwenda kupigana Pastushki, akauawa vitani, akafa shahidi. Na nyie mnajua ndugu zangu fadhila za shahidi, mtu aliyokufa vitani kwa ajili ya kuipigania dini, mnajua nafasi yake na uzito wake. Wa amma al-akhar fa'asha hatta sana, mwingine aliyebaki Allah kamjalia akaishi, mwaka ukafika, mwezi wa Ramadhani ukaandama, faswama, akafunga mwezi wa Ramadhani. Alipofunga mwezi wa Ramadhani, Ukba mpokezi wa hadithi anasema, nikaonyeshwa kwenye ndoto wale wa vijana wawili wako kwenye mlango wa janna, wanataka kuingizwa peponi. Fa idha yuqaddamu man taakhara ala man mata shahidi. Nikaona kwenye ndoto yule aliyebaki hakufa vitani ndo anaanza kuingizwa peponi kabla ya yule mwingine ambaye alikufa shahidi. Akashangaa sana. Asubuhi aliamkia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia ndoto yake, unakumbuka ya Rasulullah, vijana kadha wa kadha? Ndiyo. Waliyekuja mmoja akafanya hivi na hivi? Ndiyo. Nimeota ndoto, naona yule aliyebaki hai ndiye anawekwa peponi kabla ya yule aliyekufa shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelekea Ukba mpokezi hadithi, sema, alaysa qad aasha ba'dahu sana wa salla wa adraka ramadhana wa sab. Ajabu iko wapi? Yule alikufa shahidi, ndiyo, ndugu yake ameishi mwaka mzima akisali, mwezi wa Ramadhani uliandama akafunga. Sasa kuna ajabu gani ikiwa yeye atamtangulia ndugu yake peponi? Allahu akbar. Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam siyamahu li Ramadhana murajjihan li an yataqaddama ila al-janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwonyesha yule sahaba kwamba kudiriki kwake yule wa pili mwezi wa Ramadhani na kufunga kwake mwezi wa Ramadhani linatosha. Sio ajabu kumuona amemtangulia ndugu yake. Sasa wewe uliipata hii bahati, uliipata bahati ya kudiriki Ramadhani, umeitumia kweli ili iwe sababu ya kukupeleka peponi? Uliitumia kweli ili iwe sababu? Ndugu zangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tuelewe kwamba matendo yetu kadiri tunavyoyafanya ndivyo yataletwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unavyowekeza ndivyo utakwenda kutoa. Sidhani kwenye akaunti umewekeza 20,000 kisha utakwenda kuandika cheki ya 200,000 utaonekana mwendo wazimu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwekeza yaliyokuwa mengi kwake, halafu siku hizi za mwisho ambazo unamalizia, acha kukata tamaa. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Waambie mtume, waja wangu wale ambao mmeharibu nafsi zenu kwa mabaya, acheni kukata tamaa ya huruma ya Allah. Kimbilieni kwa Allah kwa muda uliobaki. Kila mtu akimbie kwa Allah kwa muda uliobaki, ajaribu kutenda yale mazuri
ya kubadilisha na kugeuza sabika yake yale yaliyotangulia, ili aweze kujiweka vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ibada kubwa kubwa zimebaki. Ibada kubwa zimebaki ni ibada ya zakatul fitr kwa aliyefunga kwa kiwango ambacho mtakadiriwa na viongozi wenu. Kila mmoja anatakiwa kutoa zakatul fitr tuhuratan lisaim, ni kuwa ni sabuni ya kukuosha, wa ta'aman lil masakin, na ni chakula kitarudia kwa wale ambao hali yao ndio iko tena siku ya Eid, na wewe unatakasa nafsi yako. Kwa hiyo ibada ya kujitolea zakatul fitr imebakia ni leo na siku ya kesho, ikiwa Allah atakujalia. Allah akipenda kuongeza mwezi wake umalizike kwa siku 30 na siku ya kesho kutwa. Ndugu zangu Waislamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muombeni Allah, tarajieni kheri kwa Allah, takaseni nia kwa Allah, tuwe na mapenzi na Allah makubwa mpaka ahisi katika nafsi zetu kuna kheri, ili Allah atuletee kheri iliyokuwa nyingi kama alivyosema katika aya tuliyohitaji. Kumalizia alikumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, wamtithala li amri Allahi azza wa jalla wa hubban bi rasulih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة خلفاء رسول الله وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 من العشرة المبشرين بالجنة، وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمِ حوزة الدين يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا وتجاوز عن هفواتنا في شهر رمضان. اللهم عاملنا بلطف